Hujambo tena mpenzi mfuatiliaji wa simulizi yetu hii isemayo Sitasahau Usiku Ule. Leo ikibisha hodi katika sehemu ya 27 na simulizi yenyewe inaitwa Sitasahau Usiku Ule. Kukualika ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema twende pamoja katika sehemu hii. Inspekta Baraka na Afande Mrope kule chuoni Malaysia katika mji wa Kuala Lumpur. Asubuhi yenye kijoto, jiji la Kuala Lumpur likiwa na harakati nyingi za wanafunzi chuoni hapo. Inspekta Baraka na Afande Mrope walifika mapema sana, nyuso zao zikionekana kuchoka kabisa, lakini zikiwa na msisimko na msisitizo wa kwamba iwe jua iwe mvua lazima wampate Nasra. Walipokelewa na uongozi wa chuoni hapo na baadaye kukabidhiwa kwa mkuu wa chuo, profesa huyo ambaye muonekano wake alikuwa ni mtu wa heshima na mtu mzima, akionekana pia kuwa mtulivu. Alisema, karibuni sana, nimeelezwa kwamba mnanitafuta na mnamtafuta mwanafunzi wetu hapa. Lakini samahanini sana kwa usalama wa mwanafunzi wetu na kwa utaratibu wetu hapa chuoni siwezi kuambia aliko Nasra, kwa sababu kwanza sijui nyie ni akina nani. Baraka kainua sauti yake kidogo. Profesa, tuna maelekezo ya moja kwa moja. Huyu binti ni muhimu sana, tunaweza hata kukamatwa tukirudi bila yeye. Tusaidie mkuu tafadhali. Profesa katikisa kichwa kwa ukali kabisa kuashiria kwamba haiwezekani kwa hayo wanayoyasema. Akasema, hapana, chuo hiki kina taratibu zake jamani. Mnajaribu kunilazimisha kuvunja sheria, lakini nikiona msisitizo wenu unazidi, nitashirikisha vyombo vya usalama vya hapa Malaysia. Hamtatoka salama, unajua nawaambia. Mrope akajitahidi kwa sauti ya upole sasa kumbembeleza, akasema, tunaelewa hofu yako mkuu, ila kumbuka sisi huyo binti tupo pamoja, tupo upande wake sisi. Tunataka kumlinda wala si kumuangamiza. Lakini profesa kakata, kauli yake ikawa ndiyo ya mwisho. Akawa kiashiria kwamba waagane, akiwaonesha mlango wa kutokea. Walipotoka nje, msikilizaji wangu, ni kwamba Baraka kamnongoneza Mrope, akasema, hakutuambia kama hayupo hapa mjini Nasra, basi yupo hapa mjini. Hiyo ni ishara njema kwetu, tutatumia kila akili. Na ni akili gani bado ni mapema kujua hadi tumpate Nasra. Siku iliyofuata Nasra akiwa amejificha sana uso wake, kiasi cha baadhi ya hata wanafunzi wenzake pale kutomjua, alifika chuoni hapo na walikuwa wamemmisi sana. Wangemtambua kungekuwa na hoi nderemo chereko kurejea kwa Nasra. Ilikuwa ni miezi kadhaa sasa hayupo Nasra chuoni. Nasra aliketi katika ofisi ndogo ya mkuu wa chuo. Akasema, profesa, nimekuja. Profesa alimsimulia kila kitu. Akasema, walikuja watu hapa wawili kutoka Tanzania. Wanasema wanakutafuta sana. Sijawahi kuwaona lakini, ila nilipoona picha zao kupitia kamera za usalama, nikasema nitakuonyesha na wewe uweze kuwaona. Ungependa kuwaona katika picha tulizozirekodi Nasra? Nasra akasema, tafadhali profesa, naomba niwaone kwanza. Video hiyo ikarudiwa kwenye kompyuta, ikawaonesha Inspekta Baraka na Afande Mrope wakiingia ofisini. Nasra akashika kidevu akishangaa, mbona siwajui, ila wanafanana kwa mbali na niliowahi kuwaona, lakini niseme tu siwajui. Naomba mkuu wa chuo nipe muda niwafuatilie, madamu wapo mjini hapa, huenda nikabahatisha kuwaona. Hofu ikamuingia Nasra. Moyoni mwake
akijiuliza kwa nini wanisake kwa jitihada namna hii. Je, wanajua siri ya yule mgonjwa pale hospitalini au ni mtego mwingine wa kunivuta? Inspekta Baraka na Afande Mrope siku nzima walizunguka mitaani wakipeleleza na wakitegemea ile bahati ya mtende kuota jangwani labda. Walipochoshwa na mihangaiko yote hiyo, wakakumbuka ushauri waliopewa kuhusiana na mgahawa mmoja wa Kiafrika. Wakaamua jioni hiyo waende wapumzike hapo na wale, wakati wakipanga nini cha kufanya. Walipoingia mgahawani, msikilizaji wangu, harufu ya nyama choma, ugali na mboga za majani zikawakumbusha nyumbani Tanzania. Walikaa mezani wakiamuru chakula na vinywaji, na muda huo wakasahau kila kitu, wakaanza kucheka na kuzungumza kwa sauti ya lugha ya Kiswahili, wakisema tunalo mpaka tumpate huyu Nasra, kazi ipo, wakiwa na uhakika kwamba hakuna mtu aliyekuwa akiwafuatilia kwa lugha wanayozungumza. Nasra naye siku hiyo alikuwepo mgawani hapo. Alikaa meza ya pembeni tu, kuna kijigiza kidogo, akila pole pole huku akifuatilia kwa jicho la asiri na sikio la siri kila alichosikia katika mazungumzo haya na watu hawa wenye asiri ya Afrika, akiwa bado hajajiridhisha kama ni wa Tanzania. Mara ghafla akasikia Kiswahili kule nyuma yake. Akajua ni cha Tanzania, hiki si cha Kenya wala Uganda wala Rwanda ama Kongo. Akafurahi, akataka kwenda kusalimiana nao. Kengele nyingine kagonga kichwani mwake. Nasra, hujui kama natafutwa? Akajiambia Nasra, kaa hapa utulie. Akaogopa kabisa na kuanza kuvaa barakoa yake kuficha uso ili wasiweze kumuona, pamoja na kuvaa miwani ya giza. Aligeuka taratibu Nasra, na bila shaka akawatambua kuwa kweli ni wa Tanzania, japo hakuwagundua kama ni Inspekta Baraka na mwenzie. Japo Nasra kwa upande wake alimzoea sana Inspekta Baraka, maana walihojiana mara kadhaa. Wale wawili waliokuwa chuoni pale, alipoangalia kulinganisha kimo chao akaona wanafanana, lakini sina hakika kama ni wenyewe. Moyo wake ukaendelea kudunda kwa hofu na kwa kasi. Haraka haraka Nasra kavuta barakoa yake, akavaa miwani, kisha kageuka ili kuwapa mgongo zaidi. Baraka na Mrope walipokuwa kwenye meza jirani tu, hawakuwa mbali sana, lakini walikuwa wameshikwa na mazungumzo na vicheko. Wakati mwingine walinyanyua vinywaji vyao juu kana kwamba wanapongezana hivi. Nasra kajiambia moyoni, kama kweli ni wao lazima nitumie busara. Sasa ni muda wa kujionyesha. Wacha nione kwanza wanafanya kazi wapi na kwa nani, ama wanaishi wapi, hoteli gani hawa. Nitawafuatilia baada ya hapa. Kama watachukua taksi na mimi nitakodi taksi niwafuatilie, nijue tu wameingia wapi. Alijifanya kana kwamba anaenda chooni huyo Nasra. Akapita karibu kabisa na wao safari hii, akapunguza mwendo ili asikie mazungumzo yao. Baraka akawa anamwambia Mrope, ndio maana mkuu wetu Tanzania anatuhimiza kila siku tusirudi mikono mitupu bila kumpata Nasra. Huyu binti anahitajika sana, japo kwa hata wenyewe hatujua anahitajika kwa kazi gani. Maneno hayo Nasra akayasikia mwenyewe masikioni mwake. Mrope akajibu kwa sauti ya chini kidogo, nilihisi kama profesa angekuwa mkweli tungemchukua mara moja, lakini sasa tunabaki njia panda kidogo kufuatilia kivuli ambacho hatujui uhalisia wake upo wapi. Maneno yale yakamgusa sana Nasra. Akapita tena kwa haraka kutoka nje, moyo wake ukiwa umejaa maswali mengine mengi zaidi. Kule nyumbani Tanzania wakati huo ni kwamba mkuu wao aliendelea kuwahimiza na kutuma ujumbe kila siku.
Baraka na Mrope, hakuna muda wa kupoteza huko. Majibu yanatakiwa kila siku jamani, mnaniangusha. Hakikisheni Nasra anapatikana, hatutaki visingizio. Tumieni mafunzo yote mlionayo muweze kumpata. Maneno haya yalizidi kuwachanganya zaidi, wakahisi kana kwamba kuna nguvu kubwa nyuma yao juu ya jukumu walilopewa, ambayo hawakuiamini kwa asilimia zote. Nasra walipotoka vile alifanya hivyo akafuatilia, kaona mpaka walipoingia. Siku iliyofuata akiwa huko mafichoni, Nasra karudi huko na kuchukua daftari lake alilokuwa akiandika mambo yake ya siri. Aliandika maneno haya: wamefika hapa nilipo. Wanatembea mjini kana kwamba ni kivuli kinachonifuatilia. Sitajua mpaka lini nitaendelea kujificha huku, lakini kuna kitu kinachonipa matumaini. Wao pia hawajui ukweli wote kwa nini mimi natafutwa. Wananitafuta, lakini sababu halisi ya mimi kunitafuta imefichwa. Akapumua kwa nguvu akijiandaa na siku nyingine ya mchezo wa paka na panya. Msikilizaji wangu na mfuatiliaji wa simulizi ya Sitasahau Usiku Ule, na hapa ndipo mwisho natia nanga katika sehemu ya 27. Nasra akiwa kule mafichoni anajua sasa kwamba kuna watu wazi kabisa, kawasikia mwenyewe kwamba wanamtafuta yeye. Hawezi kujitambulisha kwao haraka, hajui lengo lao. Inspekta Baraka na Afande Mrope wapo karibu mno naye, ila mpaka sasa hawajui wanampataje ili waweze kumpeleka huko anakohitajika. Je, siku ikifika itokee uso kwa uso Nasra pamoja na makachero hao, ataweza kuwaambia kwamba kuna adui mwingine yupo huko anatibiwa? Ni jambo la kusubiri na kuona. Usikose kuungana nami katika sehemu ijayo ya 28 isemayo Sitasahau Usiku Ule. Na asante kwa kufuatilia, lakini pia usisahau kusubscribe channel hii. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema kwa heri kwa leo.